Ladies and gentlemen, yesterday niliwafahamisha kilichokuwa kikiendelea kwenye mitandao. Kuna mambo yameibua mjadala kabisa, yameshtua kabisa wa Kenya, na si wa Kenya tu, hata nje ya taifa tukufu la Kenya. Hey, what's up everybody? It's Monday. Ogari Tabs in the building. Kiki Calligraph Jones. Sasa kwenye mtandao venye nilikuwa nimekufahamisha yesterday, kuna baadhi ya watu walikuwa wanafanya challenge yenye ilikuwa inaonekana kana kwamba yanakejeli. They were making fun of the former prime minister's son Raila Odinga Jr. of his condition. As I told you, his condition is genetically inherited. I have what is called acoustic schwannoma. This is a non-cancerous growth that's at the back of my brain, and what happens is, for example, every human being has 5 ventricles. If you show your hand, the 5 ventricles come streaming from the back of every human being, and my acoustic schwannoma presses against my 3rd ventricle, which controls the nerves on the right side of my face. So this is what caused the right side of my face to get paralyzed. So it's not what people always assume is Bell's palsy. It's not really Bell's palsy, which is a different form of temporary paralyzation. It is an acoustic schwannoma. That means out of 4 kids of a family, there is a probability of 25%, that is a quarter, that the children watazaliwa katika hiyo family watakuwa na hiyo disorder ama hiyo condition. So probably walikuwa wanafanya tu, wanaigiza tu bila kujua. They thought that ni madoido tu, but hapana, that is a condition. Kama ulifanya hivyo without knowing, then kusamehewa tu. Hata Biblia inasema kuna kusamehewa ukiomba msamaha. I'm glad that some of you mmeanza kuona mwangaza. Chenye mlifanya si mzuri, chenye mlifanya ni mzaha, chenye mlifanya hamkufanya vyema. You could have done better. So there are rumors, there are reports zinazambaa online ya kwamba baadhi ya watu wameshikwa wenye walikuwa mnakejeli. I don't know whether that thing is in the constitution. Wacha kudanganya watu. There is rumors zinazambaa kabisa kwenye mitandao ati baadhi ya watu wameweza why? There's nothing. That's a rumor. That's rumors. Hakuna mtu anaweza why juu hiyo. That is rumors. Hizo ni projo. Hakuna kitu kama hiyo imefanyika. In fact, one of the ladies yenye imesemekana ati wamejitoa, ndio huyu anazungumza hapa na ametokwa, yani ana regret kabisa mbona alisema hivyo. Msikize hapa. Hi guys, mimi Kitney. Mwenye alifanya ile TikTok na mtoto. Naomba msamaha kwa Wakenya. Nikianzia na familia ya naomba msamaha. Kwa niaba ya yule mtoto naomba mumsamehe. Mtoto ana makosa. Tafadhali Kenya, naomba mumsamehe. Yes, ndio huyo amenyamaza, lakini ameongea, mmemsikia. So ameregret, but there's no confirmed reports zina indicate ya kwamba wamepoteza uhai. Though one thing I know, there might be no provision in the constitution of Kenya in 2010 constitution ambayo ilikuwa fought, ambayo ililetwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga baba, inasema kwamba mtu akikejeli mtu haweze kufungwa. I don't think kama kuna hiyo act ama kuna hiyo kipengele kwenye katiba yetu, katiba ya 2010 ambayo ilipiganiwa na baba hayati Raila Amolo Odinga. Sidhani though unaweza kuna vile unaweza feel si kufanya poa, ufikirie pengine umekosea kabisa ndio ufikirie kujitoa hai, but there is no need. Just come kama
umejipata kifikra, umeanza kufikiria vizuri, come, omba msamaha, utasamewa. Now that hakuna kipengele kinasema ya kwamba mtu yeyote anaweza shikwa, kuna hukumu kali, hukumu ya Mungu. When you mock God's creature, when you mock a creation of God, God's image and likeness, my dear brother, my dear sister, you can't know about tomorrow. Tomorrow is never promising. Probably unaweza fikiria, eti wewe sasa uko fiti, unajiona wewe sasa ndio uliumba poa. Who told you? Who told you? That's why I saw it's not only this generation. Imagine, niliona mama mzima, I don't know kama amekuwa influenced nao majenzi wamepotea. Ati sasa anafanya challenge ni haelewi. Sasa my dear brothers, si kila kitu ni ya content. Hapana. Sometimes hutu wa binadamu. What are you doing? Shame on you. I'm so ashamed. I'm so disappointed. Watu hii kizazi ndio tegemeo la kesho. Then you are doing, that's an embarrassment. Guys, come on. Anyway, tuwaombe. Probably they need our prayers. Tuweke miguu chini, tufanye maombi kabisa. Mungu ashuke, Baba ashuke, aweze kutake over, because without the guidance of our heavenly master, then this generation inaweza potea. Hii ni kupotea, imepotea. This generation, our generation. Wacha tumuombe Mungu macho, because yenye tuko nayo hatuoni kabisa, hatutumii. But anyway, tuwaombe, ni wenzetu wakiomba msamaha tuwasamee, tuwakaribishe kwa society na tuwape mawaidha venye wanaishi na wengine. Hii tabia tujifunze sasa kukaa na utu na heshima, na tufikirie kukaa na akili timamu. Ladies and gentlemen, nimekuwafahamisha, tazidi kuwafuatilia, history yote nitawaletea. Since Raila Odinga actually passed on, nimechukua muda mfupi sana. Sijachukua wakati mingi kuongelelea kifo cha baba Raila Odinga, because kilitupata tu off guard. Some of us never believed that Raila Odinga can die. We thought Raila Odinga was immortal. We were wrong. Raila Odinga was a human being, just like me, just like you. Lakini wacha sometimes vitu kama hizi zina happen. It's bonus. Wacha to accept na to move on. But it's hard. It's hard, ladies and gentlemen. So, when you mock a condition, it's very bad. So bad. It's a condition, guys. Si mtu amependa. It's just a condition. So bad. Na wewe mwenye unafikiria kufanya, ama mwenye already ulifanya, omba msamaha. 3 things. 1, don't mock a condition. 2, usimoke mkufi, kama vile nilisikia mpaka watu viongozi bana. I thought kiongozi ni mtu anachaguliwa, kuna akili, hakuna hekima, hakuna maarifa. Kumbe tu ni kichwa tu amebeba tu. Sorry to say that, but I was so disappointed. Anyway, wacha niache hii video hapa. Tukutane kwenye video nyingine. See you next upload.